Naam, ndugu mtazamaji, karibu katika simulizi fupi ya maisha aliyowahi kuishi Pastor Gaspar Bigamba enzi za uhai wake. Pastor Gaspar Bigamba alizaliwa tarehe 15 ya mwezi wa 12 mwaka 1960 katika kijiji cha Karungu, kata ya Itapunga, wilaya ya Mpanda, mkoani Rukwa. Alizaliwa akiwa ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto 6 kwenye familia ya mzee Bigamba na mkewe Antonia. Pastor Gaspar Bigamba mnamo mwaka wa 1987 alifunga ndoa na kuyaanza maisha ya ndoa akiwa na mkewe Greta. Na 1988 walibahatika kupata watoto mapacha. Katika uzao wao wa kwanza wa kiume akawa ni Kulwa na wa kike akawa ni Doto. Tuungane na mwanahabari wetu kutoka eneo la tukio kwa ajili ya kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Sedekia Petro. Hatufanyi ibada za wafu wala hatuombei marehemu. Ibada yoyote inayofanyika maeneo kama haya ni ya kukumbusha wewe uliye hai. Huyu aliyelala hapa hakuna chochote anachokielewa. Natakiwa tuelewe mambo mawili, kwamba tuko mwilini na tuko rohoni. Tunapokufa tunakufa mwilini, ila roho inarudi kwa Mungu. Roho ikiayo uzima inarudi kwa Mungu. Kwa hiyo huyu aliyeko hapa ni mwili, na ninaamini kwa sasa ukienda huko hata ukivunja hili kaburi huwezi kumkuta ni mfupa. Ila roho ile aliyeiweka Mungu wakati anamuumba mwanadamu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, roho ile ilirudi kwa nani? Kwa hiyo nini maana yake? Nataka kusema kwamba maisha yako au mahusiano yako baina ya wewe na Mungu unaandaa wewe. Hawezi kuandaa paroko, hawezi kuandaa mimi mchungaji wala katibu. Mahusiano yako mazuri na Mungu unaandaa nani? Wewe mwenyewe. Ukishindwa kuandaa, maana yake unaandaa kufuru. Msemo ya watu wenye hekima wanasema, unaposhindwa kuandaa unaandaa kufuru. Kwa hiyo tunahitaji tuandae maisha yetu tukiwa bado tu hai. Tunaweza kuzungumza, tunaweza kusema. Ila hiki tunachokifanya hapa ni kuweka kumbukumbu kwamba hata kizazi kingine kinachokuja. Maana kwenye maisha haya tunapita. Kuna uzima, kuna mauti. Leo ninayezungumza hapa unaweza labda wakati narudi kuliani mtapata ajali mtatu. Sawa? Ni kwamba lengo ni kwamba mtu yoyote atambue kwamba hapa alilala mtu fulani. Ndio maana tunaweka msalaba huu alafu inaandika. Aliyeandikwa hapa anaitwa Gaspar B. Mitaenzi. Alizaliwa lini na alifariki lini. Maana yake tafsiri ni kumbukumbu. Unaelewana vizuri jamani? Ndio maana inajengwa minara ya kukumbusha vitu vingi. Ukifika pale Kisutu utakuta minara ya makaburi. Haimaanishi kwamba wanaiabudu ile, bali ni kumbukumbu. Kwa hiyo na sisi tunafanya hii ili tuweze kumkumbuka. Na tunapomkumbuka sio dhambi. Na wala ikikupendeza, familia ikiwapendeza, mnaenda mkaandaa utaratibu wenu pia. Kwamba kila baada ya mwaka mkumbuke kwamba hapa alizidi. Mnakusanyika, ila mnapokusanyika, hamkusanyiki kwa kuja kufanya ibada. Mnafanya kumkumbuka kwamba alifariki leo tarehe fulani, nasi tunakumbuka kufariki kwake, tukutane kama familia, kujadili yale aliyokuwa anayapenda, tukumbukane hiyo yatende. Ile ndio lengo la vitu kama hivi. Hatufanyi hivi hapa ili kwamba tuje kuabudu hapa. Maana wengine mambo kama haya wanafanya ibada za mijini. Wanakuja kutambika, alafu wanakuja kupiga magoti kwenye kaburi, anasema baba, naomba unisamehe kwa yale niliyokosea. Kama ukuweza kumuomba msamaha baba yako akiwa hai, yuko kaburini kwenda anaweza kuzungumza? Kwa kujitahidi sana kuyatenda yaliyo mema, ili kwamba mema hayo yatutangulie. Maana Biblia inatuambia kwamba tunafuatana na matendo yetu. Ukifa unafuatana na matendo yako. Uliyatenda mema, matendo mema ndio yatakayofuata. Lakini pia Biblia inaniambia chochote afanyacho mtu atalipa duniani. Hakuna malipo yanayoenda kulipa mbinguni. Maana wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Yesu, Mungu, tumeacha wake zetu na mali zetu na watoto, tutapata nini? Akasema, duniani mara 100, mbinguni
uzima wa milele. Kwa hiyo mbinguni tunalipa uzima wa milele, hatulipi matendo. Matendo tunalipa hapa hapa duniani. Amen. Amen. Ukisoma katika kitabu kile, jambo ambalo nataka niwafariji au niseme kwa namna hii. Inasema katika nyakati ngumu, ikitokea ukapita katika nyakati ngumu, kuna mlango wa kutokea. Kitabu cha kwanza cha Wakorintho sura ile ya 10 na mstari wa 13 inasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezani, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hiyo neno langu hili ni kwamba upitapo kwenye nyakati ngumu, kumbuka uko mlango wa kutokea. Wewe uliyefiwa na mme, wewe uliyefiwa na baba, wewe uliyefiwa na nani, tambua kwamba hiyo nyakati ngumu uliyoipitia, Mungu ameandaa mlango mwingine wa kutokea. Kwa sababu hakuna anayepata jeraha akavunjika mguu akafikiri kwamba Bwana, hebu tembea kwa namna hii, ila automatically anajikuta kwamba kwa maumivu haya nilionayo natembea hivi katika kumtembea. Amen. Lakini ushahidi hapa tunao mzee Vitus ana miguu mitatu. Naamini hakuzaliwa akiwa anatembea na fimbo, ndio? Kwa hiyo lolote lile nyakati ngumu unayoipitia, Mungu anaandaa na mlango wa kufanya nini? Jambo kubwa tuwe wastahimilivu. Jambo hili lisilete mgawanyiko, jambo hili liwe sehemu ya kuwakutanisha. Kama tumekutana kwa ajili ya kujenga kaburi na kuweka msalaba kama ishara ya ukumbusho, hiyo sehemu ya kukumbuka tuyatende yaliyo mapenzi mema, lakini pia yale yaliyokuwa akiyapenda marehemu tukumbuke kuyazingatia. Lakini usitokee mgawanyiko ya jambo hili, kwamba tujitahidi sana sawa tukasimame sawa na Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 13. Lakini kubwa kabisa, mkasimame familia, mkasimame na Mathayo 6 mstari wa 33. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Msipo utafuta ufalme wa Mungu na haki yake, Mungu hataweza kuwadhibiti. Maana yake mtakuwa mnaitafuta laana, mtatafuta migawanyiko na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo ombi langu, tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake ili Mungu aweze kuwadhibiti. Atawadhibishia nini? Atawadhibishia baraka. Mnapolima mtavuna, mnapofanya biashara mtafanikiwa. Chochote mtakachokifanya, kwa sababu mtakuwa mmeutanguliza ufalme wa Mungu, Mungu atawalipa, atawaacha. Maana anasema duniani atawalipa mara 100, kisha atawalipa uzima wa milele. Kwa hiyo yale mema yatendeka hapa duniani tegemea kulipa. Lakini mtu anapokutendea mema usitegemea anaweza kukulipa nini. Wapo watu wana tabia namna hiyo, wanasema kwamba kwa sababu fulani nimemfadhili, nimempa 100,000 na yeye atakuja nirudishie 100,000. Hapana. Watu wa namna hiyo wameishia kuwa waganga wa kienyeji na wafisadi. Kwa sababu wakiamini kwamba kwa sababu nimewekeza kwa Juma 100,000, Juma atanipa 200,000. Juma sipomlipa 200,000 tayari anatengeneza kisasi au jina tunaona. Haiko hivyo. Unaweza ukamwazima Sadiki shilingi 100,000 au ukamfanyia matendo mema, Mungu akakulipa uhai. Kwa nini hurazwi? Mimi niko hapa sijawahi kulazwa hospitali na miaka 51. Kwa nini sijawahi kulazwa? Ninawazidi wanaolazwa? Jibu ni hapana. Tafsiri yake ni kwamba mema yale yanayowatendea wengine, Mungu amegawanya migawanyo namna ya kuwalipa watu. Unaweza ukalipa uhai, ukalipa uzima. Kuna watu wanavyo vitu vingi, lakini ni watu wanafanya mtendo. Kuna watu wanamiliki mamilioni, anaambiwa useme. Naelewa kitu kama hicho. Hiyo nayo ni sehemu ya laana. Laana sio kwamba mpaka mtu awe kichaa atembee. Ni hatari sana kama Mungu anaweza akakupa kutawala na kumiliki alafu anaambiwa useme. Unaweza Mungu amekumilikisha vitu alafu anakuambia useme. Maana yake wewe una fedha, ule vichafu. Tena vitamu wale maskini. Unaona kwamba hilo ni tatizo. Maana yake ipo laana kwa. Kwa jambo la msingi, ukitenda mema, tegemea kulipa mema duniani. Mema hutalipwa mbinguni, mbinguni utalipwa uzima wa milele. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa hiyo jambo tunaloenda kulifanya hapa ni jambo la kawaida kabisa, ni la kibinadamu, wala si la kiganga wala kishirikina. Ni ishara ya ukumbusho kwamba tunamkumbuka yupo ndugu yetu Gaspar B. Nchaenzi amelala mahali hapa. Kwa namna nyingine hata vitukuu watakuja kushuhudia, watakuwa wakielezea kwamba hapa ndipo alipolala mtu fulani. Amen. Basi kwa maneno hayo machache itoshe kufanya kile kilichokusudiwa. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema na mwaminifu.
Asante kwa muda na nyakati leo kwa Mungu wa mbinguni ambazo Mungu ulizijua kwamba tutakuwepo mahali hapa. Baba, ulitambua kabla ya kuwepo kwa misingi ya dunia kwamba tutakuwepo. Na kila roho iliyohudhuria na iliyo hai Mungu ulikusudia. Ila roho ambayo hukuikusudia haikuzaliwa. Wengine walifia tumboni, wengine walizaliwa hawakusema, lakini sisi tulio hai unakusudi na sisi. Mungu, tupe kustahimili. Najua tuko kwenye dunia iliyojaa laana, taabu na uchafu mwingi. Mungu, tupe kustahimili. Tupe kushinda, mfalme wa amani. Zaidi ya yote tunahitaji Mungu ukatukumbuke kwenye ufalme wako. Lakini ni pale tutakaposimama na kutembea katika neno lako, tukatembea sawa sawa na Mathayo 6:33, tukiutanguliza ufalme wako na haki yako, ili Mungu uweze kuzidisha, ukazidishe afya kwetu, ukazidishe familia kwetu, ukazidishe kipato kwetu, na kila chochote tukifanyacho kikafanikiwe ni kwa utukufu wako Yesu, naomba na kuamini. Amen. 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 Basi Pastor Gaspari Bigamba na mkewe Greta walibahatika kuwa na nzao 8, na nzao hizo 8 zikawa na watoto 9. Walio hai mpaka hivi sasa ni watoto 6, na wa kike wakiwa ni 2 na wa kiume wakiwa ni 4. Tarehe 17 ya mwezi wa 12 mwaka 2024, taarifa hizi ziliwaumiza wengi baada ya kuenea kwa taarifa za kifo cha Pastor Gaspari Bigamba. Ameacha mjane mmoja na watoto 6 na wajukuu 8. Pumzika kwa amani baba yetu, mchungaji wetu, kiongozi wetu. Daima tutakukumbuka. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Wanasema vizuri ya vidumu, nami nishajionea. Tujalie tupate kuishi sababu ya wengine. Wapo wanaotutegemea, usiruhusu adui kutuonea. Tujalie tupate kuishi sababu ya wengine.